Big George Foreman ni filamu ya mwaka 2023 inayosimulia historia ya kweli ya bondia huyu alifanya maajabu kwa kuwa bingwa wa dunia mara 2 wa uzito wa juu. Kama wewe ni mpenzi wa ndondi, basi jina George Foreman si geni masikioni mwako. Mara ya kwanza alitoa ubingwa wa dunia akiwa na umri wa miaka 24 baada ya kumshinda Joe Frazier mwaka 1973. Baadaye alipoteza taji hilo kwa Muhammad Ali mwaka 1974. Kisha akaacha kabisa ndondi na kujitosa katika huduma ya uhubiri. Miaka 20 baadaye, akiwa na umri wa miaka 45, aliushangaza ulimwengu kwa kurejea ulingoni na kufanikiwa tena kutoa ubingwa wa dunia mwaka 1994, akimshinda bondia kijana mwenye umri wa miaka 26 aliyekuwa akihofiwa sana kwa wakati huo, Michael Moorer. Filamu hii imeongozwa na George Tillman Jr., ikiwahusisha waigizaji wakuu Chris Davis akicheza kama George Foreman, Forest Whitaker akicheza kama Doc Brothers, kocha mlezi wa Foreman, pamoja na waigizaji wengine mahiri wanaoipa uzito na uhalisia wa kipekee. Kitu cha kipekee katika historia ya Big George Foreman si tu umahiri wake wa kupambana ulingoni, bali ni safari yake ya maisha na mafunzo mazito aliyoyapitia hadi kufikia mafanikio yake. Anatukumbusha umuhimu wa kumweka Mungu kwanza na kutambua uwepo wake katika kila hatua ya maisha yetu. Hii ni moja ya hadithi ambazo kila mtu anapaswa kuzipitia angalau mara moja maishani, kwa sababu ndani yake kuna mafunzo ya thamani kuhusu imani, ustahimilivu, ushindi dhidi ya changamoto na nguvu ya kupata nafasi ya pili. Na haya ndio mafunzo 5 unayoweza kujifunza katika filamu hii ya Big George Foreman. Namba 5. Mafanikio bila nidhamu na kujitambua ni ya muda mfupi. George Foreman ni mfano halisi wa mtu mwenye ndoto kubwa za kufanikiwa. Alianza safari yake katika mazingira magumu kama wengi wetu, akiamini kwamba nguvu pekee za mwili ndizo zingemsaidia kufika juu. Hata hivyo, alijifunza nidhamu, heshima na upendo kwa mchezo wa ndondi, nguzo zilizomfikisha kwenye kilele cha mafanikio. Baada ya kushinda ubingwa wa dunia akiwa na umri mdogo mwaka 1973, Foreman aliteleza kwenye mtego wa anasa na kupoteza mwelekeo. Maisha yake yaligeuka na nidhamu yake ya mazoezi ilidhoofika. Alipoingia ulingoni dhidi ya Muhammad Ali, aliamini nguvu zake pekee zingemhakikishia ushindi, lakini Muhammad Ali alitumia mbinu na akili kumchosha hadi kufanikiwa kumshinda. Pigo hili lilikuwa funzo kali kwa George Foreman. Hii inatukumbusha kuwa mafanikio sio kipaji au nguvu pekee, bali yanahitaji nidhamu, kujitambua na uelewa wa nini kinahitajika ili kuendelea kuwa bora kwa muda mrefu. Namba 4. Kuzaliwa katika umaskini sio maamuzi yako, lakini kubakia katika umaskini ni maamuzi yako. George Foreman alizaliwa katika familia maskini. Alikuwa katika mazingira magumu ambapo alikumbana na changamoto nyingi. Hata hivyo, alijua kuwa hali ya kuzaliwa haikuwa kipengele cha kuchagua maisha yake. Alikumbana mapungufu ya kifedha na changamoto binafsi, lakini hakuruhusu hili kumzuia kufikia malengo yake. Badala ya kubaki kwenye hali ya kukata tamaa, George alifanya maamuzi ya kubadilisha mawazo na tabia yake. Alitumia hasira yake kama chombo cha kujifunza ndondi na kugeuza udhaifu wake kuwa nguvu. Alikubali mabadiliko na kujifunza mbinu mpya ambazo zilimsaidia kushinda changamoto, sio tu ulingoni, bali pia katika maisha yake binafsi. Hii inatufundisha kwamba hali tunayozaliwa nayo haiwezi kuwa sababu ya kushindwa. Badala yake, maamuzi yetu, mitazamo yetu na juhudi tunazoweka ndizo zinazotufanya tuweze kubadilisha maisha yetu na kufikia malengo yetu. Namba 3. Fanya unachoweza. Fanya kwa uwezo wako wote. George Foreman alitambua kuwa alikuwa na vipaji viwili vikubwa, ndondi na kuhubiri. Hii ilikuja baadaye baada ya changamoto. Alikumbana na changamoto za kifedha baada ya kuacha ndondi na ilimlazimu kutafuta njia ya kujikimu. Hata hivyo, alichagua kutumia kipaji chake cha ndondi kwa nguvu zote ili kutimiza malengo yake na hakukata tamaa. Alipoamua kurejea kwenye ulingo wa ndondi akiwa na umri mkubwa, wengi walimshuku. Lakini sasa akiwa na upeo mkubwa, ndondi kwake ulikuwa ni mchezo, na mchezo wenye sheria. Walimwona kama ni mwenye ndoto zisizoweza kufikiwa, lakini George alifanya kile alichoweza kwa uwezo wake wote, bila kujali umri au vikwazo vilivyokuwepo. Aliingia ulingoni akiwa na nidhamu ya hali ya juu na juhudi zisizo na kikomo.
akithibitisha kuwa mtu anapojitolea kwa dhati anaweza kufikia kilele cha mafanikio, hata kama mazingira yanaonekana kumnyima nafasi. Kwa kufanya hivyo, George Foreman alithibitisha kuwa unapojitahidi kwa kiwango chako bora, hakuna kitu kinachoshindikana. Namba 2. Wakati mwingine kile unachokihitaji ili ufanikiwe kimekuzunguka. George Foreman alizaliwa katika familia maskini, lakini alizungukwa na upendo wa kweli kutoka kwa mama yake, ndugu na watu wa karibu. Alikuwa na familia na marafiki waliokuwa tayari kumsaidia na kumtia moyo kila wakati, jambo ambalo lilimpa nguvu ya kupambana na changamoto alizozipitia. Hata baada ya kushinda na kuwa bingwa wa dunia, upendo wa familia yake na msaada wa watu waliomzunguka ulijitokeza wazi. Lakini mambo yalibadilika alipopoteza ubingwa kwa kupigwa na Muhammad Ali. Alijikuta katika mapito magumu, lakini aligundua kuwa suluhisho la matatizo yake halikuwa mbali. Alikumbuka kuwa Mungu, familia yake na rafiki zake walikuwa bega kwa bega naye, walimpenda na kumwamini, na hiyo ilikuwa nguvu kubwa kwa ajili ya mabadiliko ya maisha yake. Alipoamua kurudi tena ulingoni, George alijua kuwa si tu vipaji vyake na nidhamu ya mazoezi vilimsaidia, bali alikumbuka kwamba alizungukwa na watu na vitu ambavyo vilimsaidia kufika pale alipo. Alivyokuwa na imani na kuamua kufanya kile alichohitaji, aliwashangaza wengi kwa kushinda tena na kuchukua ubingwa kwa mara ya pili. Hii inatufundisha kuwa suluhisho la changamoto zetu mara nyingi liko karibu nasi. Tunachohitaji ni kutambua kile kilicho mbele yetu: upendo, msaada na fursa zinazozunguka maisha yetu. Namba 1. Mweke Mungu kwanza katika kila kitu unachokifanya. George Foreman hakutambua hili mpaka baadaye alipoanguka na kujifunza kuwa hata kwenye mchezo wa ndondi Mungu yupo. Tangu utotoni, George alidhihirishiwa hilo na mama yake, na hata alipokuja kupata mafanikio makubwa alipuuzia na kufikiri kwamba ni nguvu zake mwenyewe zilizomfikisha hapo. Alijivunia mafanikio yake, lakini aliishi katika kivuli cha kutambua kuwa Mungu ndiye alikuwa nyuma ya kila hatua aliyochukua. Hii inatufundisha kuwa mafanikio yetu, hata tunapojitahidi na kufanya kazi kwa bidii, hatuwezi kuyapata kwa kutegemea nguvu zetu pekee. Mungu anapaswa kuwa sehemu ya safari yetu, ili baraka zake ziwe na nafasi ya kutufuata, kutuongoza na kutufanikisha. Bila kumtanguliza Mungu, kila hatua tunayochukua inaweza kuwa bure, lakini tukimweka Mungu mbele, kila lengo litakuwa na mwelekeo sahihi na tunapata nguvu ya kuvuka vikwazo vilivyo mbele yetu. Baada ya kusikiliza mafunzo haya kutoka kwenye filamu hii, ni funzo gani limekugusa zaidi? Hebu tujadili kwenye sehemu ya maoni. Na kama kuna filamu nyingine ungependa tuitupie jicho hapa Purposefuls, tuambie kwenye maoni pia. Hii ni safari yetu ya kuendelea kuchambua filamu zenye maana kubwa na kujifunza kutoka kwa wahusika na hadithi zao. Endelea kutufuatilia ili usikose maudhui mapya. Mpaka wakati mwingine, naitwa Niza Edesi.